Hujambo na karibu sana kwenye kipindi chetu tena. Leo tumekutana kuzungumza masuala ya michezo. Kama unavyojua, jana imefanyika moja kati ya fainali bora sana ya UEFA Nations League na tuko na mtaalamu wetu hapa. Kwa majina, mimi naitwa Jason Official, utanipata katika mitandao yote ya kijamii kwa jina hilo, na niko na bwana Pweza mchambuzi. Mambo vipi Pweza? Safi sana. Ulionaje mchezo wa jana? Na kama tunavyoona, Ureno walichukua kombe kirahisi kabisa, kwa sababu mazingira yalikuwa kama rafiki sana kwa Ureno, kwa sababu atmosphere ya uwanja walikuwa kama Wajerumani wameamua kuwashabikia Ureno sasa. Okay, ilikuwa ni mchezo mzuri sana, lakini tunaona sio kama alichukua kiwepesi, ila alipambana, kwa sababu ukiona mpaka 120 mpaka enda penalti. Watu wamepambana, sio kirahisi. Kirahisi ingekuwa kama PSG ndani ya dakika 90 mtu kara mkono bila, lakini tunaona ile watu walipambana. Naona kama ile timu Ronaldo, timu Messi kama imechukua sura mpya hivi. Sasa hivi Ronaldo kama alikuwa anashindana na timu Messi, japo alikuwa anacheza na Lamine Yamal. Unalizungumzaje hili swala? Ni timu Messi, Yamal ni timu Messi ama ni walikosea vijana? Vijana tu walikosea double Cristiano Ronaldo, kwa sababu Cristiano Ronaldo, yani kwa sababu upinzani kuna Messi kama ametoka kwenye soka la ushindani, pamoja na Ronaldo katoka, lakini kaja katika timu ya taifa. Wanaona Ronaldo, wanajaribu wale wapinzani, wale mashabiki wa Messi wanamuona Lamine, yani kama ndo Messi mpya sasa hivi. Kumshanisha na Ronaldo, anaonekana ni mbishi, bado anaendelea kupambana, miaka 40. Alafu Lamine Yamal ana miaka 17. Ina maana ni tofauti ya miaka 23. Sasa ni kama ni baba na mtoto. Lakini wanashangaa bado wanashindanisha. Sasa kama kuwashindanisha, lakini bado ule mzee jana kaachieve kitu. Naona kafunga goli muhimu na timu yake imechukua kombe. Unaona Lamine Yamal kama alipotea jana. Kama sijakosea, naona kama hivi nitakosea kama nikisema Lamine Yamal jana aliamua kuutupa ule mchezo, kwa sababu aliamua kuwa aina ya mchezaji ambaye sisi hatujamzoea kabisa. Yaani alikuwa ni mtu wa untouch. Ni yale ni maelekezo ya kocha, au ndo kama vijana wanaposema kwamba Nuno Mendes alimwogopesha jana labda pengine, au ni atmosphere ya uwanja kama nilivyosema mwanzo? Asante, swali zuri. Sasa tunaona Lamine Yamal sio kama aliamua kutupa mchezo. Tuseme alitupishwa au alilazimishwa utupe mchezo kwa sababu ya upinzani uliokuwepo, namba alikuwa anacheza, kwa sababu tunaona anacheza orthodox winga. Orthodox ni wale winga ambao unatumia mguu tofauti na winga unaenda kucheza. Yaani tunaona anatumia mguu kushoto ambaye angecheza winga ya kushoto, lakini ameswitch kaenda kucheza winga ya kulia. Wanaita orthodox. Kwa sababu ilianziaga Bayern Munich ambao Frank Ribery anatumia kulia anacheza kushoto, na Arjen Robben anatumia kushoto anacheza kulia. Inakuwa ni rahisi kuwa outshine mabeki ambao anakuja kukaba. Unajua? Lakini tunaona Lamine Yamal akaja akakutana na Nuno Mendes. Nuno Mendes akaonekana alimwini sana Lamine Yamal. Akamtoa kwenye ule mchezo wake halisia wa kuweza kudribble na kupasua kijiji na kupita, lakini yule mtu mmoja tu akajaribu yani kama alimtisha, kwa sababu kila kijana pia anaweza kampora mpira na kampia chenga wewe mwenyewe na akaondoka. Yaani beki anaondoka na mwendo wake, anakaba vizuri na anashambulia vizuri. Makocha jana walifanikiwa wapi ama walifeli wapi? Kwa sababu jana wamekutana na makocha wakubwa kabisa, Luis de la Fuente pamoja na Martinez. Martinez alifanikiwa wapi na de la Fuente alifeli wapi? Kwa mimi, kwa mtazamo wangu kama mtazamaji, ndio niliona kama alikosea hivi kumtoa Pedri Rodriguez na kumuingiza Isco. Japo Isco alionyesha uhai mkubwa, lakini Pedri ni kama alikuwa ni roho ya Spain, lakini alivyomtoa timu ni kama ikasizi, yani ikastaki, ikawa iendelee mbele, itengeneze mashambulizi, haifanye chochote. Martinez alifanikiwa wapi katika hilo na De La Fuente alikosea wapi? Okay, asante, swali zuri, kwa sababu tunaona sio yani makocha wote kama kuna vitu ambavyo walivikosea na kuna kipindi kama walivipatia. Tunaona kocha wa Ureno mwanzoni kama aliamua kumkabidhi ushindi mpinzani wake, yani kocha wa Hispania, kwa sababu mbinu aliyoipanga kwa ajili kumwachia mwenzake, yani ilionekana ni nyepesi kwa mwenzake. Ilikuwa yani kwa silaha kumuua, ilikuwa ni silaha kumsaidia kupata matokeo mazuri, kwa sababu alipunguza nguvu ya kwenye kiungo ya Ureno, akaamua kumchukua Joao Neves kuja kumweka acheze beki namba 2, kwa sababu yeye alijua anaweza kumdhibiti William pamoja na ule Kulera anayekuja pale. Lakini tunaona yule Joao Neves pamoja yeye alishindwa kukaba kwa kwenda moja kwa moja hivi, alikuwa anakaba anaingia ndani. Alimwambia kama timu ikishambulia anakuwa anaingia kwenye eneo lake la kukaba.
ikasababisha kuwa anaacha sana na nafasi, yaani anaweza kaingia kwenda kukaba kule ikapigwa long pass kwa sababu kuna shimo ambalo katoka, inasababisha wale Hispania wanakaa kipindi cha kwanza waliweza kutumia sana winga ya huku kuweza kukuleta madhara sana kwa timu Ureno. Ndio maana kwa watushai sana Ureno kuanzia kwenye viungo na katika idara ya winga. Hebu mzungumzie Nuno Mendes kwa neno moja tu kwamba Nuno Mendes ni hivi na hivi na hivi. Hebu mzungumzie Nuno Mendes kwa ujumla kabisa, kwa sababu alikuwa jana ndo man of the match, yani ndo anapaswa kuwa talk of the town, si ndivyo? Anapaswa kuzungumziwa. Hebu describe Nuno Mendes. Yule ni master, yule ni master class. Kwa ule tuseme ni master katika idara ya kukaba na idara ya kushambulia, kwa sababu inaonekana mpaka ya mwisho na kutoka maasisi ambao baadaye iliguswa ikaharibiwa kuwa asisi, lakini ahusika nayo ilikuwa ni kuchukua mpira mbele ya Ramadi na kwenda kupiga ile cross ambayo ilienda kuzaa goli la pili la kusawazisha, ndio ilifunga Tornado. Inaonekana jana alikuwa ni man of the match kabla hata yaani ndani ya dakika kama kipindi cha kwanza tu. Mimi niwaambia watu yule inaonekana ni man of the match kwa sababu kila kitu anafanya kwa usahihi. Sababisha mpaka Mali anaanza kuhama namba yake. Kila akirudi Mali ile kudribble mpira kwenda akikutana na Nuno Mendes. Yaani kama kakutana na Terminator. Inabidi anarudi nyuma anatoa pasi. Yaani kamtoa kwenye mchezo alisia wa Mali ambao wanajua anachukua kijiji na anapunguza anafanya anapotaka. Kwa hiyo Nuno Mendes jana alikuwa ni talk of town. Ni master. Bwana hayo si maneno yangu bali ni maneno ya kuweza mchambuzi ambaye tulikuwa naye hapa leo, ametupa madini ya kutosha kabisa. Bwana tukutane tena hapa wakati mwingine, muda na saa kama hii. Kila video mpya itakapokuja utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kuipata. Asante sana.